khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kwamba sikuwaumba watu na majini isipokuwa wapate kuniabudu. Hili ndio lengo la kuumbwa mwanadamu. Hatukuumbwa ili tuishi tu hapa duniani tufanye shughuli zetu za kimaendeleo, tufanye mambo yetu. Hapana, hayo ni ziada, lakini lengo la kwanza la kuumbwa mwanadamu ni kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swali, mimi na wewe, je, tumeingia kwenye lengo la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kama hujachukua hatua hiyo, basi baada ya kukumbushana hili, hebu chukua hatua kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani usipofanya hivyo, usipofanya ibada, ni kwamba utakuwa umekwenda na kinyume cha lengo la kuumbwa kwako wewe mwanadamu. Hapa duniani tunapita tu, na ndio maana katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, ishi katika dunia wewe mwanadamu kana kwamba ni mpita njia au ni mgeni. Kwa maana mpita njia yeye anapita, lakini kuna sehemu anakusudia kwenda. Kwa hiyo na sisi wanadamu tunapita tu hapa ulimwenguni, lakini kituo ni akhera. Kama kituo ni akhera, je, tumejiandaa vipi na hiyo akhira? Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kusema katika maneno yake matukufu ya kwamba wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wala tabghi alfasada fil ardi inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Naam. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, itake akhira, itafute pepo. Wala tansa nasibaka minad dunya, lakini usisahau fungu lako katika maisha ya kidunia. Unaona hapa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuhimiza tumuabudu, lakini pia anatuhimiza tufanye kazi zetu za kimaendeleo. Tufanye kazi zetu ili tupate riziki. Sio kwamba tumuabudu tu, hapana. Tumuabudu, lakini pia tufanye kazi kwa ajili ya maendeleo yetu. Lakini kinyume chake ni kwamba leo kila mmoja anakwenda mbio kuitafuta dunia na ameisahau akhira. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema maneno yake haya kwamba tuitafute akhira, lakini pia tusisahau fungu la kidunia. Lakini badala yake sasa tuko mbio na dunia, tunaisahau akhira. Wa ahsini kama ahsana Allahu ilaika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kusema kwamba fanya uzuri kama Mungu alivyofanya uzuri kwako wewe mwanadamu. Mwenyezi Mungu ameumba viumbe wengi sana katika huu mgongo wa ardhi, lakini amejisifu baada ya kumuumba mwanadamu kusema kwamba laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, hakika tumemuumba mwanadamu katika umbile lililo zuri. Mungu ana viumbe wengi, lakini amejisifu kwa kumuumba mwanadamu. Kwa nini? Mwanadamu una akili. Mwanadamu tofauti na mnyama. Je, hii neema ya akili tunaitumiaje? Ni tuitumie kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuonyeshe tofauti ya sisi na viumbe wengine, kwa maana ya wanyama na wadudu. Kwani Mungu amejisifu kwa kutuumba sisi wanadamu. Je, hii neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kupewa sisi akili tunaitumiaje? Turejee kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanya uzuri kama Mungu alivyofanya uzuri kwako. Wala tabghil fasada fil ardi, lakini Mungu ahimiza kwamba usifanye uharibifu katika ardhi. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin, Allah hapendi waharibifu katika dunia. Wewe usipomcha Mwenyezi Mungu ni mharibifu wewe. Ukisengenya, huo ni uharibifu. Ukisema uongo, huo ni uharibifu. Ukidhulumu, huo ni uharibifu. Wala tabghil fasada fil ardi inna Allaha la yuhibbul mufsidin, usifanye uharibifu. Mungu amekataza hayo. Mungu hapendi waharibifu, lakini tutumie hii neema ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa. Uzima ni neema. Unatakiwa utumie afya yako vizuri kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ightanimu khamsa kabla al-khams. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuhimiza kwamba pata faida ya mambo matano kabla ya mambo matano.
hayataka, uhai wako, kabla mautaka, kabla ya kufa kwako. Ukiwa hai wewe, tumia neema ya uhai kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kabla mauti hayajakufika wewe mwanadamu. Wasihataka kabla sukumika, na afya yako kabla hujawa mgonjwa. Ukiwa una afya nzuri, fanya bidii kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kabla hujawa mgonjwa. Ukiwa mgonjwa pia kumwabudu Mungu ni taabu. Sasa ukiwa mzima, basi fanya bidii kumcha Allah. Sasa wewe mzima wa afya, unatembea, Allah amekupa afya, unavuta pumzi kuingiza na kutoa bila ya hesabu wala idadi, lakini humwabudu Mungu. Hii ni dhuluma sisi wanadamu tunaifanya. Uzima tulionao tuutumie vizuri. Haiwezekani Allah amekupa miguu miwili, mikono miwili, macho mawili, ni neema. Thumma la tusalunna yauma idhin anin naim, kisha mtaulizwa juu ya neema. Wewe una macho mawili, unaona ni kutazama tu? Utaulizwa. Una miguu, watembea vizuri, utaulizwa. Una mikono, utaulizwa. Sio mikono yako ukatumia kuwapiga watu tu kwa sababu wewe una mbavu nene. Haifai. Ni neema hiyo, lakini itumie kwa kumwabudu Allah. Usitumie maguvu yako kwa kuonelea watu wengine. Hii haifai. Makatazo ya dini atuambia tusitumie nguvu zetu vibaya, tusitumie uzima vibaya, na badala yake tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wasihatika kabla sukumika, afya kabla hujawa mgonjwa, uzima kabla hujafa. Lakini pia vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea kusema kwamba na pindi utakapokuwa na mali, ukawa una mali kabla hujawa fukara. Ukiwa una mali, basi itumie mali yako vizuri kwa kutoa sadaka, kutoa zaka kabla hujafilisika. Allah inawezekana amekujalia una mali. Je, unaitumiaje mali yako? Unatoa sadaka? Watu wakikujia kwa ajili ya kuendeleza mambo ya Mwenyezi Mungu, je, unatoa au unawasimanga watu? Hiyo ni neema tu Mungu amekupa. Kuna watu walikuwa ni matajiri na wakaporomoka wakawa hawana kitu. Wewe una uhakika gani kwamba utakaa na mali milele daima dumu? Hatuwajashuhudia watu wana mali leo hii hawana. Sasa wewe kama una neema kidogo kwa sasa, basi tumia vizuri neema yako. Isiyo wewe una neema ikawa ni kuwadhulumu watu, kuwapiga watu maadamu tu una pesa. Tumia hiyo, ni neema Mungu amekupa. Utakuja ulizwa juu ya neema Allah ambayo amekupa. Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu katika imani. Kwa kikao hiki tunakiona ni kidogo, lakini faida ni kubwa ambayo kwamba tunaweza tukaondoka nayo hapa. Tujitahidi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Nyakati tulizonazo sio rafiki sana kwa ulimwengu wa sasa. Turejee kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tuswali swala 5, tufanye ibada mbalimbali, ili hata tukiondoka katika huu mgongo wa ardhi tupate cha kushika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Swala. Wamaluha fi dini, umuhimu wa swala katika dini. Mahalu ra'si fil jasad, ni kama kichwa katika mwili wa mwanadamu. Yaani umuhimu wa ibada ya swala ni sawa na umuhimu wa kichwa katika mwili wa mwanadamu. Kichwa unaweza ukakiona ni kidogo, kimebeba karibu kilo 60-70, lakini kina nafasi kubwa. Ndiyo chenye mawasiliano wa manyama yako yote hayo wewe mwanadamu unaoringia. Kwa hiyo umuhimu wa kichwa katika mwili wa mwanadamu tunaambiwa ni kama swala vile vile. Kwa hiyo hakuna Uislamu, hakuna dini kwa mtu ambaye hafanyi ibada ya swala 5. Kama vile vile ilivyokuwa hakuna uhai kwa mtu ambaye ameondolewa kichwa. Leo ukawa na kichwa kama hivyo tulivyo sasa hivi, ukakatwa kichwa kiwekwa pembeni, hakuna uhai. Hata ukawa na kilo 60, 70, 100, kikaondolewa kichwa chako, ni kwamba hakuna uhai tena hapa. Kwa hiyo vile vile usiposwali ibada ya swala 5, hakuna dini, hakuna Uislamu kwako. Badilika, chukua hatua. Wacha kuishi kwa mazoea, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ukaugua sana kisha Mungu akakuponya, hebu badilika. Pia maradhi yanatakiwa yatubadilishe kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na tufanye dua kwa wingi. Ukaugua, ni maradhi hayo, ni mtihani Mungu amekupa. Hata mitume pia waliugua,
katika visa mbalimbali tukisoma au tukikumbushana, wakina Nabii Yunus walipata mtihani, waliingia kwenye tumbo la samaki. Wadhannuni idhahaba mughadiban wadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hizo ni dua. Mtu yuko katika tumbo la samaki anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mitume wengine pia wameugua. Nabii Ayubu ameugua takriban miaka 18. Wewe ukaugua malaria tu kidogo unalalamika wewe. Mitume ameugua miaka 18. Wewe tu kidogo umegusa kidogo walalamika. Ukiugua mkumbuke, mtaje sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kubwa zaidi kwa kikao hiki, kila mmoja akiondoka hapa ajitahidi kwamba tumekumbushana kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumia fursa uhai wako vizuri. Tumia mali zako vizuri. Tumia afya yako vizuri. Tumia uzima ulionao kwa ajili ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujumbe: wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi. Usifanye uharibifu katika ardhi, tumche Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.